Hata haya Alina. Hebu tuende tuachane nalo. Sasa hivi umekaa tu ndani unafanya kazi ya kujaza choo tu. Bibi kama amekushinda utaondoka. Aondoke tumemchoka si. Kila siku tujazia choo. Waambea tu. Osheni vyombo huko. Shoga yangu. Mawifi mwendo kasi. Ni mwendo kasi kweli. Mako anavyoongea. Kashinda tabia. Wala dada. Kwani unamuonea huruma gani? Mtu mwenyewe azai. Afu kaganda kwa wewe mume wake. Kwani ni mume au mke ndo ana matatizo ya uzazi? Kwani unamtaka? Sasa nimeuliza tu. Shoga yangu kimekuta. Leo shoga yangu, mbona kimemkuta kweli? Mbona ngumba? Mama. Mwambie mwanao. Inafika mpaka ananisukuma masingi. Mwanangu vipi huyo? Huyo Lomita. Na kwani umemsukuma masingi? Huyu wifi yako, mke wa kaka yako, kwa sababu gani unafanya vitu kama hivyo? Mama, mimi sijakataa kama usio wifi yangu na sijakataa kama usio mke wa kaka yangu. Hivyo mama, mwaka wangapi? Mwaka wa 8 toka ameolewa. Ananenepeana tu. Hana hata dalili ya kutema mate wala kuomba embe. Tumechoka. Hivyo mama umlio utamani kuitwa bibi wewe? Utamani mjukuu hapo ulipo? Unatamani sana. Mwache kutetea ujinga bwana. Azae. Usimpige mtoto wa watu. Mwingine kizazi kinakuwa kiko mbali. Yaani mimi hata sijampiga. Kiufupi nimempapasa tu. Ila kuna kuendea. Mpaka mimbata atakula na ujauzito ataushika. Mimi kakaangu ana matatizo yoyote. Huyu ndo mwenye matatizo. Kaka hana matatizo. Usinione hivi. Wajukuu nawataka sana. Na nachukia sana. Lakini sitaki tukuyaonyesha mimi mtu mzima. Mkwe wangu, hebu niambie ukweli kwanza. Au nilicheza ile tumbo kwa kwenu? Hapana mamangu. Sijawahi kupata hiyo mimba. Lavu, unaenda kwanza mwanangu. Nipe nafasi kidogo tu. Nafasi la iacha, lakini hapo wiki ijayo tuanze na maji. Haya. Mwanangu, hapa tuko mimi na wewe. Mimi ni mama mkwe na ni mama pia mzazi. Hebu niambie ukweli, tatizo ni nini? Ulishawahi kulichezea ile tumbo? Mama, hatuna matatizo yoyote na mume wangu. Hatuna matatizo yoyote, basi mtuelewe. Wewe niache uwazi. Watoto wa siku hizi nyinyi mnaanza unumanuma mapema. Kama kuna kilichokifanya, naomba uniache wazi. Ili tujue tunafanyaje. Tujue tunapita wapi. Mama, sijawahi kushika hata ujauzito. Hata kutoa mimba sijawahi. Mkweli unachokizungumza? Leo nije kuwa kiumbe. Mama natamani niitwe mama. Ndio sawa. Kama mnanificha mimi ni mama na mimi ndo rafiki yako wa karibu. Umenisikia? Uwezo matatizo yako ukienda kwa yadisia nje. Kuna matatizo yale mepesi ndio utamwadisia rafiki. Lakini yale mazito akunyadisia ni mimi. Kama unakataa mwanangu, haya. Karibu. Mwaje. Ambia. Safi. Wema. Kwema. Fresh vipi bwana? Nimekuta. Yaani katoka sio muda mrefu. Yaani unaingia natoka. Basa akirudi mwambie nilikuja. Ngoja. Sasa unaenda wapi? Wakati ndo kwanza umefika. Nikaja utaingia Tanzania upate kikombe cha maji. Sawa. Yaani shemeji bora tu alivyokuja. Yaani bora.
Mimi na changamoto kidogo. Kama unaweza ukanisaidia. Yaani nimekuandalia zawadi. Uje kiasili kwamba niko serious na jambo langu. Sogea karibu siongee. Mpaka watu wasikie nitakuongea nini? Unajiogopa wakati hapa nyumbani kwako. Muda wote uko hapa. Yaani hapa shemeji na shida kubwa sana. Ni ndogo lakini kubwa mno. Na hakuna kunisaidia yoyote isipokuwa ni wewe. Ni wewe. Afu na zawadi yako. Yaani kabla ya yote nikupe zawadi yako. Zawadi tena? Wewe subiri. Shika basi. Hivyo unajua ila ikataliwe. Hii sio pesa. Huu ni mshahara ujue. Yaani wewe ukinisikiliza vitu vidogo sana. Sawa. Mshahara huu kwa kazi gani nilioifanya? Shemeji. Naomba unielewe nitakachokuambia. Ni kigumu. Lakini sina jinsi, sina msaada. Shemeji. Nahitaji tufanye mapenzi. Angalau siku moja tu. Mstiri. Shemeji. Hivi hicho unachokizungumza umekifikiria kweli? Nimefikiria mpaka na kwamba ndo mtu sahihi na leo ninafanya. Shika pesa. Mbona unataka mchari? Ngoja basi. Nadhani unafahamu kwamba Kante ni rafiki yangu. Na sio rafiki tu. Sasa tumekuwa ndugu. Na hili jambo lilikuwa ghafla sana. Lakini pia haya mazingira sio mazingira rafiki. Na sio kwa leo. Nini sasa? Sina muda kupoteza. Kinasa! Unaenda wapi? Ndugu yangu au shemeji yangu? Naam. Nimekuita kwa sababu ya mpwao. Naam. Ana matatizo makubwa. Bwana Kante. Naam. Na matatizo yake kila nikiongea naye nashindwa kumuelewa. Mimi na madhumuni mimi nataka mjukuu. Lakini kila nikimwambia anapita huku, anatokea huku. Sasa naomba uniulizie mpwao ana matatizo gani? Inawezekana kuna tatizo sijui. Anashindwa kuniambia mimi. Bora kwambie wewe ili tuone tunamsaidiaje. Sawa mzee wangu. Mimi nimekusikia. Bwana Kante, mjomba. Vipi bwana wewe? Umemsikia babako anachokiongea? Umemwelewa vizuri babako anachoongea? Yupo sahihi baba anachoongea. Lakini vile vile kila kitu ambacho unataka kufanya hapa duniani lazima ujiandae, na maanisha kujipanga. Unataka kujipanga mjomba, ujenge gorofa ndio utafute huyo mtoto? Au unataka uwe na mahela?
ndio upate huyo mtoto? Baba yako huyu anahitaji huyo mtoto amlee. Hapana mjomba. Wakati ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Alafu wahenga wanasema kuolewa ni sheria, ila kuzaa ni majaliwa. Baba huyu anazeeka, wewe ni mjomba wangu, hacha ujinga. Haya ni maneno tu, unayesikia maneno tu, kuoa kwa sheria, kuzaa majaliwa. Umri unaenda huo mjomba, pale mwanamke hauna. Usijue kama mimi na shida ya watoto. Mimi sina shida ya watoto. Mimi watoto wangu ni nyie. Wewe ndio mwenye shida ya watoto. Bora kama kuna tatizo tuambie ili tukusaidie. Na ndio maana nachotaka kusema mimi, kama tutakubaliana tumuolee mke mwingine, itakuwa bora, itakuwa kitu kizuri. Sio kama unanielewa? Maana pale hamna mwanamke. Naomba wazee wangu mnisikize kwa makini sana chaongea hapa. Kiukweli kunulia mke wa pili mimi sihitaji. Sipo lazi kabisa kupata mke wa pili. Kwani mke wangu nampenda sana. Hata yeye pia ananipenda. Kwa nini nimuolee mke wa pili? Hivyo basi, maamuzi ni mazuri sana kwa upande wenu, lakini mimi siko tayari kwa swala kwangu, na kama nitakuwa nawakosea naomba mnisamehe. Wewe, ngoja ngombe jambo moja. Tunaweza tukapoteana mara moja. Na kama hutaki kuzungumza na sisi toka. Ngoja muda ukifika nitapata mjukumu mtaka nyinyi, ila kwa upande wangu niache kidogo. Toka. Watoto siku hizi wanadabu Mnapanga jambo kwa faida kwake. Hili ndio tatizo ambalo alikopo nalo mpwao. Ni swala tu lililokuwepo ni kumwolea tu mwanamke. Hiyo kwa lazima. Sawa. Dada. Bwana shemeji. Mimi nadhani hapa mimi ndo nakimbia. Ila dada, mwanao Kante ana matatizo gani ambayo yanifanya yawe asili sana kwake? Mimi sijui, lakini nahisi Kante ana matatizo makubwa. Unanisikia kakangu? Yule ni wa kukaa naye kiutaratibu. Saa nyingine anaweza akakuelezeni matatizo yake. Lakini kwa Kante kwa kusema yuko kawaida, sio. Mimi nishazungumza naye sana, lakini kila unachomuuliza yeye anasema mimi nipo vizuri, mimi sina tatizo la aina yoyote. Na tukitokea kumpa ushauri, unaonaje Kante kama inawezekana wewe mke wa pili? Kante akasema hapana, mimi mke wangu nampenda na nahitaji kukaa na mke wangu yule yule. Anafikia kwenye hatua na kuambia mpaka ajipange. Nikamuuliza mimi, unataka kujenga gorofa? Mimi nahisi ni utoto. Cha utoto hana. Wala hana utoto yote pale alipo. Ila Kante atakuwa na matatizo. Sasa dada, ana tatizo. Hilo tatizo ndio linifanya kwamba yeye asipate mtoto huyo mwanamke mpaka leo. Huko kucheza na wachezaji. Mlikaa naye kiundani. Mkamuuliza yani kiutaratibu. Mlifanya hivyo? Manake msichukulie tu ile, we Kante unakaa siku nyingi, mbona utoto hakuna, mbona hichi hakuna, mbona hichi hakuna. Wewe baba yake, bora mjomba wake kaja juzi. Sasa matatizo gani? Kama hakutuambia sisi wazazi wake.
na mara nyingi namwita na mshauri tufanyeje, na mjomba wake anamuuliza anasema hamna. Inafikia kwenye hatua mpaka analia, anatoa chozi la uchungu. Wao wanaonekana labda anacheza tu wale, ndio inawapelekea hata hiyo hata kupata mtoto mpaka kipindi chote hicho. Tusichukulie tu tatizo liko kwa mtoto wa kike, hata mtoto wa kiume pia anaweza kuwa na matatizo. Sawa, kama huyo mwanamke hicho kizazi chake hicho kipo mbali, tukifunge na cheni tukivute. Hakuna. Huu ni ujinga tu. Mimi mzee mwenzangu, mimi naondoka dadangu. Kuna mji wenu hapa. Maana hapa maelezo yanakuwa ni marefu. Mara tutamjadili huu hili lile. Sasa mkipanga mtalifanya, mtanipigia simu swala mtoto wenu. Maana hata mwenyewe kanichosha. Bwana mwamba. Haya, utaniagia yule ndugu yangu mwingine yule. Msela mwenzangu yule. Sawa bwana. Dada, kweli. Bwana. Leta habari, maana kidogo ninaona unazungumza na mimi. Kweli. Kante. Kante. Huyu bwana Kante ana changamoto kidogo. Ni changamoto gani? Yule bwana tokea amemuoa mkewe hajawahi kumwingilia. Wewe, hayo mambo ya kifamilia ndani hayo, wewe umejuaje? Sasa mimi nakosaje kujua kati ni mtu wake wa karibu? Lakini mpaka sio za ndani. Lakini ndio maana nilimkuta juzi yupo hai namsalimia, hata kusikia asikii. Anaongea peke yake. Nikasema kapata nini huyu bwana? Ni bwana ndo maana nimekuwa mstaki bwana. Nakatambo kama bwana ende kule kwa 3 kule. Hizo changamoto tu bwana ndugu yangu. Sema kinasta. Punguza kubeti bwana. Kama inafikiana kwa mtu mzima. Kante. Wewe na mke wako mna matatizo gani? Kiukweli mimi na mke wangu hakuna tatizo lolote lile. Kwa sababu mke wangu na mimi ananipenda. Na mimi nampenda pia. Kifupi tunapendana. Hatuna ugomvi wote katika ndoa yetu na mke wangu. Ni wewe ukaniambia ukweli uliko unavyonificha. Kungekuwa na ugomvi na mke wangu, mimi ningekueleza, kwa sababu wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Si rafiki tu mpaka sasa, shakuwa familia moja. Na maanisha makozi yetu mimi na wewe yamekuwa pamoja. Tumesoma wote mimi na wewe. Tunasaidiana kwa kila jambo. Iko ni kiasi cha pesa alinipatia mkeo, na alinipatia pesa hiyo kwa kazi maalum. Unaweza kuniambia kazi gani ambayo unataka kumfanyia mpaka amekupa pesa hii? Alihitaji nilale naye, na hayo ndio alikuwa malipo. Saidi, mimi nikupe hongera na nisiye mchoyo fadhila kusema asante.